recent circular that was sent by government to our principals is actually cutting capitation from 22,000 to 12,000 starting January. And the burden for the extra school fees, walimu wetu wakuu wameambiwa wakitengeneza fee structure ati waongeze mzazi ambaye yako na mtoto day school wamuongeze school fees ya 9,374 shillings. Na juzi nikaongea hiyo maneno, minister anajaribu kujitetea, minister wa elimu. I want to ask them, Kenya kama uko serikalini hauwezi jitetea na maneno, unajitetea kwa vitendo. Mambo ya maneno ni ya watu wako nje. Wewe ukiwa serikalini ni kutenda. In this year kwa hii mwaka, na munisikiza vizuri, this academic year ni vile walimu wetu saa zingine hawaongei wasifutwe kazi. Capitation ambayo hapo awali mashule yetu imekuwa ikipata 22,000. Last academic year hii ambayo inaisha hii mwaka, mashule zetu zilitumiwa only 11,000 shillings na serikali. Sasa wanadaiwa na suppliers, wanadaiwa na wafanyikazi. Na tukivuka Januari ati serikali inawaambia vile mlisurvive hiyo mwaka, hata sisi ndio tulisurvive, tuende mbele. Mtaendaje mbele shule ikiwa na madeni? We want to request hawa watu wako serikalini tafadhali. We have seen in today's newspapers that the highest offices in our country, Kenya, they have spent over 81% of their annual budget in the first 3 months alone. Ofisi imekuwa na budget ya 8 billion. Miezi 3 peke yake wameshatumia bilioni 7. Na hiyo pesa ndio inatumika kwa hizi by elections. Hiyo pesa ndio inatumika kuhonga wa Kenya kwa mikutano, and that is the money that is being used for political management. We want to request those who are in government, please, my friends, you cannot continue mismanaging the public resources kwa mambo ya siasa, ile hali maneno ya masomo, ya mambo ya elimu, munawacha mzazi ati atabeba mzigo. And we want to make it very clear. Mimi katika mambo ya masomo, I know for sure Mungu ametumia elimu kutufikisha kwenye tuko. And it is our obligation to give the same advantage to the next generations in the Republic of Kenya. We will not allow, Minister wa elimu, unisikiza vizuri, National Treasury, na all the leaders of government. You have sent our principals a circular directing them that you are going to cut capitation from 22,000 to 12,000. And you are advising them ati waongeze mzazi hiyo gap ya 9,374 shillings. Ati wazazi wa day schools waongezewe fees from January. Ati sasa mzazi wa day school Kenya akuwa analipia mwanafunzi 22,000 every year. I want to assure you, we are not going to allow any leader in whichever capacity to play around with free basic education in Kenya. Hiyo pesa mnatumia katika siasa, cancel those political meetings, cancel those political management, leta hiyo pesa katika elimu. Na mtusikiza vizuri, serikali vile mnapanga kuongeza fee ya day schools from January, we are going to tell all the parents in Kenya how ndio wataenda kusomea hizo shule. Because this is about that child ambaye hana nafasi ya kusoma. The reason why mnaona naongea kwa vishindo. Juzi tumepata kijana. Mimi kwetu my shopping center inaitwa Gaitheri. Tukapata kijana ametoka Nairobi. Akaenda hapo kwetu ati akapata some of my brothers wanajaza gari hapo Gaitheri. Anawauliza,
kwa kina mheshimiwa ni wapi. Wakamuuliza, that young man alikuwa amekuja na floaters. Floaters, ako tu mtu anaonekana he needs help. Alikuwa ametoka Nairobi. Akauliza kwa kina mheshimiwa ni wapi? Akaulizwa kwa nini? Mimi nimekuja kusoma, si tunasikia huku masomo ni 1000. Hao my brothers wakamwambia, hata mzazi wake my mother alikuwa ameenda maombi hapo karibu. Wewe mgojee hapa, mtaongea na yeye. So my mother akatoka maombi, wakapatana na kijana. Kijana akahojiwa na hao watu, ulikuwa wapi? Kwenu ni wapi? Ulikuwa unasomea wapi? Wakamwambia ndio tujue wewe ni mwanafunzi, unaweza rudi Nairobi ukuje na makaratasi ya ile shule ulikuwa. Kijana akasema ni sawa. So he went and came another day. Wakapatana. Hapo tu Gaitheri ndio wajadiliane. Huyo kijana kukuja na mambo yake ya shule kwenye alikuwa, wakaona alikuwa anapata A- katika subject. As we talk today with you, huyo kijana, one of my brothers anajaza gari hapo Gaitheri. Akona, meaning my brother is my age mate, my age set. Anajaza gari hapo Gaitheri. Akona mtoto wake ako Gaitheri secondary. Alimchukua anakaa kwake as we talk with you today. So wanakaa katika cube ya kijana yake, wanakaa na huyu kijana. Na sio relative, sio mtu wanajuana. Na huyo kijana anasomea Gaitheri Secondary School, and the last exams he had an A-. Alafu uniambie watu ambao wao wametosheka, they can manage to take their kids to any school in the world. Ati uniambie tuwaruhusu wafanye mtoto kama huyu apate nafasi? Whatever it takes, we are not going to allow that. Na Kenya, mimi nimekuwa chairman wa budget. Kenya iko na pesa. Iko na pesa mingi. Kwenye wanafaa waondoe mafisi kubwa hizi wanakuwa renovated every day, every month, waondoe hiyo pesa ikuja katika capitation. Na pia wale walimu wetu wako JSS wanajitolea, wanalipwa 17,000 graduates. Tunawaambia National Treasury, mwache kuongea sana. By January you must confirm all the JSS interns into permanent and pensionable. Now, we don't need to push some of these things. I don't know why wanatupea kazi mingi hata naongea hapa. Ni vitu ingekuwa imefanyika. Hiyo sio kitu ya kuja kuongea katika mkutano. Kuconfirm JSS sio kitu ya kuongea mkutano. Sio. Hii mambo ingine ya capitation sio mambo ya kuongea katika mkutano kama hii. There is no way you can go back after you take gains already Kenyans are enjoying, you take them. Governance is about adding value, not deducting value. And you cannot deduct value of free basic education ambayo ililetwa na mzee Mwai Kibaki. Because I'm not talking about the person with ability. Mwenye ako na ability ni sawa. I'm talking for that person. Kama huyo kijana mwenye kama masomo haingekuwa ya bei ya chini, hangepata nafasi ya kusoma.